sikuwa vizuri kiafya. Afya yangu ilikuwa imesumbua kidogo, kwa nilikuwa napita kwenye changamoto. Na nakumbuka wakati mwaka unaisha nilikuwa ndani nimelala, na wakati huo watu wameondoka wote nyumbani kwangu, wameelekea kanisani kwenye mkesha wa mwaka mpya, na mimi nilikuwa ndani nimelala na nilikuwa najisikia vibaya sana. Wakati niko nimelala, nilikuwa nimewasha simu yangu, ninasikiliza tu makanisa mbalimbali, nafikiri walikuwa kwenye mikesha ya mwaka mpya. Kwa nikawa najaribu kuangalia kanisa hili nini kinaendelea, huku kuna nini, lakini nimelala kitandani. Basi nikawa napitiwa kama na usingizi hivi, lakini ninajisikia ovyo sana. Wakati nimelala ni kama nasinzia, kuna watu wananielewa huku kama nasinzia, lakini ukiwalisia unasinzia. Kuna watu wananielewa, yaani kama nataka kusinzia vile, lakini kiwalisia haujasinzia. Nikasikia sauti inaniambia, amka, huu mwaka unatakiwa kutengeneza wanawake mashujaa. Nikasikia kitabu cha Yoshua kinapiga kelele ndani yangu. Nikaamka pale, nikasikia kutiwa nguvu. Nikachukua Biblia yangu, nikaanza kuzunguka pale chumbani kwangu, nikinena kwa lugha. Natamani kusikia hii sauti niliyosikia inaniambia kitu gani. Wakati huo nimelala, niko nyumbani kwangu, najisikia vibaya. Kaanza kunena kwa lugha pale taratibu. Nikasikia kitabu cha Yoshua. Wakati nafungua kile kitabu cha Yoshua, ninaanza kusoma na nikaelewa ujumbe Mungu ananipa kwa ajili ya wanawake wa Biblia mwaka 2025. Na pale nikaandika kwenye grupu la mwanamke wa Biblia, nikawaambia mwaka huu hatutaki kuwa mashujaa wa Tanzania nzima. Nikamwambia mwaka huu hatutaki kuwa mashujaa wa dunia, lakini mwaka huu tunataka kuwa mashujaa kwa ajili ya maisha yetu sisi wenyewe pamoja na nyumba zetu. Mungu kaniambia tunatakiwa kuwa wanawake mashujaa. Na wakati nikiendelea na maandalizi ya ibada hii, tukiomba pamoja na viongozi wenzangu, tukiombea ibada hii, bado nikusikia mzigo ndani yangu kwamba kwa sababu ni ibada yetu ya kwanza, basi tunatakiwa kuelewa kwa nini tunatakiwa kuwa wanawake mashujaa. Kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 9. Unaweza kumshangilia Yesu? Amen. Pokea salamu nzuri kutoka kwa mchungaji wangu. Wakati tukiendelea na ibada ya pili, alipata emergency kidogo, kwa hiyo ametoka kidogo na mama, tulitakiwa kuwa naye hapa, lakini alitamani hapa. Amen. Kitabu kile cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 9. Biblia inasema, je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yuko pamoja na mimi. Wangapi wamekuja na Biblia? Kama umekuja na Biblia, shika Biblia yako hiyo, alafu mwangalie jirani yako. Wakati unasoma Biblia, unamwangalia jirani yako, unamwambia Mungu anasema hivi. Unajua wanawake sisi ni sisi wanawake, si ndio jamani? Tunaongea sana. Sasa kule kupeleka kwenye neno la Mungu, tukaongea neno, si ndio? Baada ya kuongea sana tunaomba sana. Isaya sura ya 1 mstari wa 9. Mwekee jirani yako, mwambie Mungu anasema hivi. Je, sijaona wanawake? Haya, naomba tuongeze tena sauti. Bwana asifiwe wanawake. Kwa namna hiyo wanawake wazuri wa Kristo. Amen. Haya, turudie tena. Tukiendelea kushusha sauti tutarudia tena mpaka tutafunga ibada kwa maombi. Turudie sasa. Mungu anasema hivi. Kwa sababu na sauti zetu tumeamua ziwe chini, tutarudia mpaka tutafunga ibada. Kwa nini? Kwa maombi. Na kadiri unavyorudia, neno la Mungu ni uhai, ni pumzi ya Mungu. Vile unalirudia linatengenezeka ndani yako, linajengeka ndani yako, linatengeneza uhai ndani yako. Kwa hiyo ukiendelea kupunguza sauti, tofauti na unapokuwa unaongea na mama fulani wakati mnakuja kuibadani, ukiendelea kuongea taratibu,
tutarudia tena mpaka muda wa neno utaisha, tutafunga ibada. Kwa nini? Ndio kile tena jirani yako mwambie Mungu anasema nimewapenda, uwe hodari na mwenye moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yuko pamoja na wewe. Shangilia Bwana Yesu. Amen. Na mwaka huu ni lazima tuwe mashujaa. Leo nataka nimzungumzie mwanamke shujaa ambaye Mungu ametutaka kuwa 2025, mwenye uwezo wa kimungu ndani yake. Mwanamke anayekula nguvu. Sizungumzi mwanamke wa aina hiyo. Ninazungumza mwanamke ambaye ndani yake ana uwezo wa kimungu, ana nguvu za Mungu, ana uwezesho wa kimungu unaompa kufanya vitu visivyokuwa vya kawaida, unaompa kuona vitu visana. Anaucheka wakati ujao, ambao wengine wakilia wanaona wanakufa, yeye anaona anatoboa. Ambao akiona wengine yameshindikana, yeye anaona kwamba yanawezekana. Huyo ndio mwanamke shujaa ambaye tunamtengeneza jioni ya leo, ambaye Mungu anataka amtengeneze jioni ya leo, mwanamke mwenye uwezo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini tunataka kuwa mashujaa? Kwa nini kila siku wanawake, siku nyingine waende wanaume? Nikamwambia Mungu amenipa hao kwanza, na hao Mungu aliyonipa, Mungu amewapa vitu vingi sana vya kufanya. Mungu amewapa vitu vingi sana ambavyo wanatakiwa wavishughulikie vikae sawa sawa. Na hao wanawake wanahitaji kutikiswa tu kidogo. Unajua kiukweli nguvu nayo, kiukweli uwezo nayo. Ile imani ile inasema kuwa na imani kama punje. Yaani ile kile kitendo cha kukutana ndani kwako ukasema naenda kwenye ibada, yaani ndio hiyo imani punje. Yaani unayo tayari, ni kuitikisa tu kidogo ikaanza kufanya kazi. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa kuwa hodari, kwa sababu maisha ya mwanamke yamefungamana na vitu vingi sana. Mwanamke ana vitu vingi sana anavyotakiwa kufanya. Mwanamke ana majukumu mengi sana ambayo Mungu amempa kufanya. Na ili uyamudu pasipo kuama, ili uyamudu pasipo kuchoka, ili uyamudu pasipo kuishia njiani, ni lazima uwe shujaa ndani yako. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuangalie kidogo majukumu ya wanawake. Kitabu cha Tito ambayo Mungu ametupa. Kitabu cha Tito kitabu kile cha Tito sura ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 5. Aliyepata anaweza kutusomea. Naamini kuna watu mna maiki huko. Wawe na mwenendo wa utakatifu, wasio wasingiziaji, wasio wenye kutumia mbinu nyingi, bali wafundishao mema. Angalia na mimi mstari wa 4. Ili watie wanawake vijana akili. Kwanza, moja, watie vijana akili. Ili kumtia kijana akili, lazima uwe na akili. Ili kumtia mtu akili. Asubuhi leo baada ya kwanza niwaambia watu hivi, ni ngumu sana kumpa mtu kitu ambacho hauna. Ni ngumu sana kutengeneza kijana mwenye akili. Ni ngumu sana kutengeneza binti au kijana mwenye akili kama wewe azimu. Ni lazima kwanza wewe si wewe. Si ndio? Si ndio? Si ndio? Kwa hiyo naanza kueleza hapo. Kitu cha kwanza lazima awe mwanamke mwenye akili. Haya. Kwa hiyo Biblia kazi ya kwanza inatutaka tuwe na nini? Tuwe na akili. Tuendelee, anasema hapo kuna na wawatie vijana akili. Moja, wawapende waume zao. 2, wawapende watoto wao. 3, wawe wenye kiasi, wawe safi, waweze kufanya kazi za nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatia waume zao wenyewe. Neno la Bwana lisitokane. Nirudie mwanamke, neno likuingia kidogo ndani au tusome pamoja. Hebu tusome pamoja kuanzia mstari wa 4. 1, 2, 3 tuende kwa pamoja.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kitu cha kwanza, mwanamke shujaa, ili shujaa wako uweze kuonekana, ni lazima mwanamke mwenye akili. Ni lazima usio mwanamke mzembe, ni lazima mwanamke mwenye akili. Mwanamke anayejua, mwanamke mwenye akili ni mwanamke anayejua wapi niongee, wapi ninyamaze. Mwanamke mwenye akili anajua ni wapi nifanye, ni kipi nifanye, ni kipi nisifanye. Mwanamke mwenye akili ni anajua kwamba ni wapi nisiende na ni wapi niende. Yaani maisha yake yana mpangilio. Yaani hata baba pale nyumbani anajua kwamba ratiba ya mke wangu inaijua. Yaani anaelewa, yaani anajua mke wangu mimi ratiba zake ziko hivi. Yaani hata ukimwamsha siwezi kwambia mke wako yuko hapa, nasema mke wangu atakuwa kwenye kongamano la mwanamke wa Biblia. Kwa sababu anajua ana mwanamke mwenye akili ambaye ratiba za mke wake zinaeleweka. Yaani mwanamke mwenye akili, mwanamke aliyenyooka, anaeleweka. Anajua wapi anatoka, anajua wapi anaenda, anajua majukumu yake, anajua majukumu yake yameelezeshwa pale. Huyu mwanamke awe na akili, ajue kupenda mume, ajue kutii mume, ajue kufanya kazi za nyumbani, ajue kulea watoto, ajue kuongoza nia. Yaani vitu vyote vinakutia vile na akili ya kujua ni wapi natakiwa nifanye hiki, ni wapi natakiwa nisifanye hiki, ni wapi natakiwa niende, ni wapi natakiwa niseme. Yaani unakuwa ni mwanamke ambaye unaeleweka. Bwana asifiwe. Na ili ya Mungu yote haya inahitaji kuwa shujaa. Maisha yana changamoto nyingi sana. Usipokuwa shujaa, utakuwa ni mwanamke ambaye alizaliwa ovyo. Au unashangaa yule mwanamke anapita kwenye magumu kuliko wewe. Lakini ukiwa mwanamke ambaye ndani yako kumetengenezwa ushujaa, kuna uwezesho wa kimungu ndani yako, nguvu za Mungu ziko ndani yako, unatazama tofauti na wengine wanapotazama. Unaona ni kweli yule alifeli, ni kweli yule alishinda pale, ni kweli yule pale alishindana, lakini mimi hapa anatoboa hapa. Ninakiona kabisa hapa anatoka hapa. Mimi sikoni. Ana mtazamo wa kimungu ndani yake. Asubuhi nilikuwa namzungumza mama mmoja anaitwa Mama Kenisa. Huyu mama kipindi cha kwanza na wale watoto wa kiume. Watoto wa kiume wanaozaliwa wanauawa. Watoto wa kiume wanaozaliwa kufanyaje? Wanauawa. Kila mtoto anayezaliwa anauawa. Mfalme ameagiza kwamba watoto wote wa Kiebrania wanaozaliwa wakiwa wa kiume wanatakiwa wauawe. Kwa hiyo nina uhakika familia nyingi zilikuwa na misiba. Nina uhakika wanawake wengi walikuwa wanalia, maziwa yanachuruzika kwa sababu watoto wao wanauawa. Akatokea mwanamke mmoja jasiri, akasema sawa, kwa fulani kuna msiba, kwa fulani kuna msiba, kwa fulani kuna msiba, wale wamezika, wale wamezika. Akatokea mwanamke mmoja shujaa, akasema watazika wote, lakini kwangu haziki mtu. Shujaa anasema ndio, wote wanasema ndoa ngumu, ndio wote wanasema ndoa zimeshindana, ndio wote wanasema ndoa za bila ya kwangu ni ndoa itakayokuwa nzuri. Haijalishi sasa hivi nakutana na changamoto kiasi gani, ninachokijua ninatoboa hapa. Huyo ndio mwanamke shujaa mwenye akili. Nataka nikupitisha kidogo kwa mwanamke mmoja mwenye akili. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Mwanamke mmoja mwenye akili alafu shujaa. Kitabu cha Wafalme wa Pili, mtu wa kwanza, Wafalme wa Pili sura ya 4. Tusome kwanza mstari wa 8. Natamani mtu mmoja anisomee tena pewe miki kabisa. Amen. Kwanza mstari Wafalme wa Pili sura ya 4 kwanza mstari wa 8. Kisha uingie ndani. Hapana. Na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye kila alipopita njia ile
na itakuwa atujiapo ataingia humo. Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile akalala. Tabia nyingi ambazo zinaonekana kwa huyu mwanamke ambazo zinatuonyesha kwamba huyu mwanamke alikuwa ni mwanamke hodari na mwenye shujaa. Huyu mwanamke ukianza kuanzia kule mwanzo kabisa kwenye mstari wa 8, tazungumza vitu vichache ambavyo vitakusaidia kwa sababu unasoma yote, inakweli kuna kitu utaelewa. Biblia inasema huyu mwanamke kwenye mstari wa huyo mwanamke akamwambia mumewe, tazama mimi naona kuwa ya mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa tujiapo ataingia. Sifa ya kwanza ya huyu mwanamke ambaye tunamuona kama shujaa aliyeonyesha, ya kwanza kabisa alionekana kuwa ni mwanamke anayejali. Alionekana kuwa ni mwanamke